nchini Tanzania na duniani kwa ujumla katika siku hii ambayo ni muhimu sana kwa ajili ya kujadili na kuangazia mustakabali wa wanawake na harakati zao katika kuhakikisha usawa unapatikana na harakati zinaendelea. Lakini wakati huo utafahamu kwamba bado mambo mengine yanaendelea, na kwa nchini Tanzania huu ni mwaka wa uchaguzi 2025 na tayari joto limeshaanza kupanda kuelekea uchaguzi mkuu wa baadaye mwaka huu, na vyama mbalimbali vinaendelea na michakato ya ndani ya kupata wagombea. Lakini upande wa upinzani tumeona chama cha ACT Wazalendo na chama cha Chadema wamekutana kwa mazungumzo, ingawa taarifa ya pamoja bado haijatolewa, lakini duru zinaeleza kwamba huenda kwa na mashirikiano kuelekea uchaguzi wenyewe. Lakini wakati hilo likijadiliwa, ni kama kumeibuka sintofahamu kutokana na kile ambacho chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimeibuka kama msimamo wake kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka huu, kikisema bila mageuzi na mabadiliko ya sheria za uchaguzi hakutafanyika uchaguzi. Na mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu amejaribu kulifafanua hilo akisema kwamba si kama Chadema watasusia, ila watazuia uchaguzi kufanyika. Haijajulikana ni kwa njia gani. Wamegusia kidogo kwamba ni nguvu ya umma itatumika, haijajulikana kwa utaratibu gani, kama ni mambo ya kisheria au vyovyote vile. Lakini Chadema wanasema bila mageuzi ya sheria za uchaguzi mkuu wa mwaka huu hautafanyika, wakati ambao Chama cha Mapinduzi kikisema kwamba uchaguzi uko pale pale na mageuzi ambayo yamefanyika mpaka sasa yanatosha kufanya zoezi lenyewe lifanyike. Sasa katika mtaza huo tukaona leo tuzungumze hapa na mwanasiasa mwandamizi Mchungaji Peter Msigwa, bila kujali yeye ni mwana CCM na amewahi kuwa mwana Chadema, lakini kwa ile haiba yake ya mwandamizi katika siasa, nadhani atakuwa na jambo la kuzungumza na sisi wakati tukijadili hili la no reforms no election. Leo pia ikiwa ni siku ya 251 tangu Mchungaji Msigwa aweze kuhama kutoka chama chake cha zamani cha Chadema kujiunga na Chama cha Mapinduzi, na sasa ni kada wa CCM kwa siku 251. Bila shaka ameshakuwa mzoefu, si ndio mchungaji? Siku 251 si haba, unakaribia mwaka. Nakaribia mwaka sasa. Sawa bwana. Kwa hiyo tukisema wewe ni kada wa CCM sasa hivi hatukosei. Nilikuwa kada wa CCM toka siku ya kwanza. Leo siku ya 251. Sawa sawa. Bwana, siku zinakimbia sana. Siku zinakimbia sana mchungaji. Unaendeleaje? Kwa kweli si jambo, namshukuru. Watu wanasema mchungaji umepotea sana. Huu mwaka tangu umeanza ni kama kidogo si umekuwa biza au labda moto umekata. Kwenye siasa unatakiwa uwe na ngozi ngumu. Ndio. Ni sawa na watu wengine, mtu akiwa committed kukulaumu au kukuchukia, ukivaa suti kosa, ukivaa tai kosa, ukivaa jeans kosa, hawezi kukubaliana na jambo lolote. Nikikaa kimya wanasema Msigwa amekata moto. Ameishiwa hoja. Nikizungumza wanasema unataka kuzungumza nini mambo ya Chadema haya? Niliona jana tulipoposti kwamba leo tutakuwa hapa tuzungumza kuhusu no reform election. Kwenye Instagram wamemiminika, unaangalia nini? Maoni ya pande mbili. Kwa hiyo kwenye siasa una focus, you keep focus. Lakini kwa nini wanasiasa ukiwa kama wanasiasa mzoefu, kuna muda ambao unatakiwa ukae kimya katika siasa? Kuna wakati unatakiwa ukae kimya. Kuna wakati unatakiwa ujiandae, uchukue muda, alafu baadaye useme. Huwezi kuwa unasema kila siku skani. Na maisha pia yapo yanayoendelea nje ya siasa. Unajua tunajua Msigwa ni siasa tu. Ni mchungaji, ni kiongozi. Nina mambo mengi yananizunguka katika jamii. Kwa hiyo kuna wakati unatakiwa ukae kimya. Ni jambo la kawaida. Na kwa bahati mbaya kwa si wanasiasa, sasa mimi chochote nikiandika kwenye mtandao wa kijamii kinahusishwa ni siasa. Wakati mwingine naongea tu mambo ya kawaida maisha, lakini mtu anatafsiri kwenye siasa. Kwa hiyo unabaki tutazungumza kuhusiana na no reforms no election, lakini kabla hapo mchungaji, uchaguzi wa chama ambacho ulikuwepo ulifanyika uchaguzi mkuu wa Chadema, na matokeo unayafahamu, na mtu mmoja akaniambia Msigwa ni miongoni mwa watu walioshiriki kumwangusha Mbowe. Ni kweli kabisa. Hivyo umeshiriki? Kwa namna gani? Mimi sikuelewa, ila mtu mmoja aliniambia hivyo. Nilishiriki kabisa, nikamexpose, nikawaambia huyu anakiwa chama, hafai. Niliyasema kweli, hiyo na akili kabisa. Wala sikuficha kwamba mimi nilikuwa nasema kumfanya Mbowe aendelee kuwa mwenyekiti wa chama kile kungekuwa ni chama kile kwenda shimoni na haifai. Tunapaswa tuwe na demokrasia. Kwa kusema hivyo simaanishi kwamba walioingia madarakani hawawezi kuwa na makosa au hawana makosa, na kwamba siwezi kuwa challenge nao, nitawa challenge kwa namna yao. Ulitarajia matokeo yale baada ya miaka 20? Mimi nilikuwa 100% positive kwamba Mbowe atashindwa. Kweli kabisa. Utakuwa miongoni mwa watu wachache sana walioliamini hilo. Wengi hawakuamini hivyo. Na wengi hawakunielewa, wengine wamekuja kunielewa baadaye kwa sababu nilijua hatoshinda. Au ni kweli ulikuwa kwenye timu ya kumwangusha, tofauti tu na ulivyokuwa na muexpose? Ingawa ni mwana CCM. Siwezi kusema nilikuwa kwenye timu ya kumwangusha, lakini nilikuwa na kinyume naye. Kwa hiyo kwamba nilikuwa kinyume naye, hiyo ieleweke kwamba nilikuwa kinyume naye, na nadhani na yeye ameipata shubiri kama ambavyo alikuwa anawafanyia wengine huko nyuma. Tutamalizia na hilo. Tuzungumza sasa hivi mchungaji, tunaelekea uchaguzi mkuu.
na sasa hivi kinachoendelea kwenye jamii, mijadala mingi ya kisiasa, ni msimamo ambao Chadema wameutangaza kwamba bila mageuzi ya sheria za uchaguzi hakutafanyika uchaguzi nchini Tanzania. Kwa sababu mimi na watu tujakutana kuzungumza swala hili, nataka kwanza nipate mtazamo wako na uelewa wako na unavyolichukulia jambo hili kwamba no reforms no election. Unaichukuliaje hii na unaweza kaitazamaje katika kama mwanasiasa mbobezi? Mchunga, nikushukuru sana, lakini kabla ya kujibu swali lako au kueleza yale ninayoamini katika no reform no election, kwanza nichukue fursa hii kuwatakia wakina mama wote duniani sikukuu yao leo. Niwatakie kila la heri, wawe focused, wajiamini, watembee kifua mbele, kwa sababu wao ni watu wa muhimu katika jamii yetu. Kwa hiyo kwa kusema hivyo, kwanza baada ya Chadema kutangaza no reform no election, na kimsingi walitangaza hata kabla Tundu Lissu hajaingia madarakani, uongozi mpya hujaingia madarakani. Na mjadala umeendelea sana, na baadaye uongozi ulioingia madarakani umejaribu kufafanua. Na mimi nilichukua muda kutafakari na kujaribu kufikiri ni nini hasa matokeo ya hii dhana yao ya no reform no election. Na mimi sasa kama mwanasiasa, kama kada wa Chama cha Mapinduzi, nina maoni yangu na msimamo ambao hauko mbali na chama changu, lakini ni maoni ambayo nadhani yanaweza kuwasaidia na wao wakiyafanyia kazi. Nataka nikusikilize kwenye hayo maoni. Kwa hiyo nilichukua muda nika draft ili nieleweke vizuri na wasikilizaji. Ningetamani ni yasome kwa namna moja au nyingine. Alafu baadaye uniulize maswali ambayo unataka kuniuliza. Mkakati au agenda nzima ya no reform no election ni mkakati dhaifu katika siasa ya vitendo unaoakisi upinzani wa kidikteta. Kuna kila sababu ya kuamini kwamba Chadema CDM imefika kilele cha udikteta mdogo. Sio kwa maana iliyoelezwa na Tundu Lissu, lakini kwa njia iliyoainishwa na Thomas Sowell anayeita udikteta wa kiwango kidogo. Sowell anaeleza kwamba aina hii ya udikteta inatokana na mtazamo wa kujua yote, mbinu ya kisiasa inayotokana na imani kwamba taasisi moja pekee ndio ina majibu yote. Tunapozungumzia masuala ya reform, sio taasisi moja inayoamua. Kwa hiyo Chadema wanaingia katika mfumo wa kutaka kusema wao peke yao ndio wanaweza kuamua dira ya taifa hii liende wapi. Sowell anaeleza kwamba aina hii ya udikteta inatokana na mtazamo wa kujua yote, mbinu ya kisiasa inayotokana na imani kwamba taasisi moja pekee ndio ina majibu yote. Mkakati wa no reform no election umejenga msingi wake kwenye dhana hii, hasa ukisababisha upinzani wa kidikteta unaodai kwamba Chadema peke yake ndio inapaswa kuamua mwelekeo wa nchi katika kipindi hiki cha uchaguzi. Hii ni dhana, licha ya ukweli kwamba michakato ya uchaguzi ni mambo ya kitaifa yanayohusisha wadau mbalimbali. Hili ni swala sio la chama kimoja. Nimesema najaribu kutoa ushauri kwa faida ya wote. Huu ni mkakati unaokosa siasa ya vitendo, applied politics. Kuna political science na applied politics. Huu ni mkakati unaokosa nini? Siasa ya vitendo. Nguvu ya siasa ni vitendo. Utafiti wa taasisi ya Jimmy Carter katika miaka 70 iliyopita unaonyesha kwamba vyama vya kisiasa ambavyo vimefanikiwa kuleta mageuzi duniani kote vimetegemea siasa ya vitendo badala ya nadharia za kisiasa zisizo na uhalisia. Kuna nadharia na uhalisia. Siasa ya vitendo ni nini? Siasa ya vitendo ni mbinu inayothamini uhalisia kulingana na nguzo kuu 4 muhimu. Siasa ya vitendo maana unaangalia nyakati, unaangalia mazingira, malengo ya jumla ya nchi, sio tu maslahi ya chama. Kwa hiyo maslahi ya chama lazima yaangalie maslahi ya nchi. Kwa hiyo kuna nguzo kuu 4, na ya mwisho
ni nguzo kuu 4 ambayo ni nyakati, mazingira, malengo ya nchi, sio maslahi ya chama. Kuchambua no reform no election kupitia mtazamo huo kunaonyesha mkanganyiko wa kimkakati ndani ya Chadema katika maeneo matatu muhimu. Cha kwanza, kile Chadema inadai kufanya, kile inachofanya sasa, kile inachopaswa kufanya. Maeneo matatu hayo umeamulika katika uchambuzi wako. Katika uchambuzi wako. Mkanganyiko wa kimkakati katika mbinu ya no reform no reaction ya Chadema. Ujumbe namba 1, ujumbe unagongana. Chadema inatetea no reform no election, lakini haielezi utaratibu wowote wa kisheria au kisiasa wa kusitisha uchaguzi. Maandamano na mikutano ya hadhara zana zake kuu ni shughuli za kawaida za kisiasa, sio njia ya kuzuia uchaguzi. Kwa hiyo kufanya maandamano na mikutano ya kisiasa, haya ni mambo ambayo yamekuwa yakifanyika kila siku. Huwezi kusema hivyo ndio vitazuia nini? Uchaguzi. Cha pili, matendo yasiyoendana. Chadema inajihusisha na majadiliano kuhusu mageuzi ya uchaguzi, wakati huo huo inadai hakutakuwa na uchaguzi. Kama uchaguzi hautafanyika, majadiliano hayo ni kwa ajili ya nini? Wameshaamua kwamba uchaguzi hautafanyika, wanataka majadiliano ya nini? Kwa hiyo haya mambo yanagongana. Wanasema uchaguzi hakuna, lakini wakati huo wanafanya nini? Wanajadiliana na watu. Mgongano wa kimantiki. Kama Chadema inadai ina uwezo wa kuzuia uchaguzi, basi kimantiki inapaswa kuwa na uwezo wa kushinda uchaguzi. Chama kinachoweza kuzuia uchaguzi kinapaswa pia kuwa na nguvu ya kutosha kushinda. Mgongano huu ni mfano dhahiri wa mkanganyiko wa kimkakati. Kwa sababu kama Chadema wana nguvu ya kuzuia uchaguzi, basi wana nguvu ya kushinda. Nguvu hiyo wanaotaka kuzuia uchaguzi waitumie kushinda nini? Uchaguzi. Kwa hiyo huo ni mgongano mkubwa sana. Mantiki unasema. Sasa maswali ya msingi ambayo Chadema imeshindwa kuyajibu ni kama ifuatavyo. Mkakati wowote wa mageuzi ya kisiasa lazima ujibu kwa uwazi maswali 6 yafuatayo. Nini? What? Mkakati ni upi wa kuzuia uchaguzi? Hiyo ni nini? What? La pili, kwa nini? Why? Kwa nini mkakati huu unahitajika? Kwa nini wanataka kuzuia uchaguzi? Watujibu. How? Vipi? Utekelezaji wake utatekelezwa vipi? Wapi? Uchaguzi huu mkakati huu utatekelezewa wapi? When? Utatekelezwa lini? Nani anawajibika kwa utekelezaji? Nitafafanua hapa chini. Sasa Chadema imeshindwa kutoa majibu ya wazi kwa maswali haya muhimu, jambo linalofanya no reform no election isiwe na maana. Kuchambua mkanganyiko wa mkakati wa Chadema. Nikianza na nini? Ndio. Chadema inataka kila kitu kwa wakati moja na kwa muda mfupi. Kosa kubwa la kimkakati. Duniani kote wana mageuzi wenye ufanisi huweka kipaumbele kwenye mahitaji yao yasiyopunguzika, wakilenga malengo muhimu yanayoweza kufikiwa kwa awamu. Zaidi ya hayo, Chadema inapoteza uaminifu kwa kukataa kutambua maendeleo yoyote yaliyofanywa chini ya utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan. Hiyo moja. La pili, kwa nini Chadema inadai mageuzi ya uchaguzi wakati huo ikisukuma mageuzi ya kikatiba, mchakato ambao hauwezi kukamilika kwa uhalisia kabla ya uchaguzi? Aidha, Chadema inalenga kuchelewesha uchaguzi ili baadaye ihoji uhalali wa serikali, ikisababisha mgongano wa kikatiba. Huu ni mgongano wa dhahiri. Chadema inadai kutafuta mageuzi wakati ikiendeleza kutokuwa na utulivu wa kikatiba. Tatu, vipi? Najibu yale maswali. Ndio. Chadema inafuatilia
Chadema inafuatilia no reform no election kupitia majadiliano ya nje, wakati huo ikitetea ushirikiano wa nguvu na serikali. Mbinu hii ilichanganywa, haina muunganiko. Vikikaa pamoja haina nini? Haina muunganiko. Na kusikiliza vizuri. Unanisikia vizuri? Wapi mkakati utatekelezwa wapi? Ndio. Mkakati wa no reform no election hauna umuhimu katika utamaduni na muktadha wa kisiasa wa Tanzania, jambo linalofanya usiendane na hali halisi za ndani. Lini? Kwa sababu no reform no election haina sababu wazi kwa nini ratiba yake lini ina kasoro. Nani anaitekeleza? No reforms no election sio shirikishi, inadhibitiwa na uongozi wa CDM pekee kwa ushiriki mdogo wa wanachama wa chama au umma mpana wa Watanzania. Na ukitaka kujua mfano mzuri, Chadema ina claim kuwa ina wanachama milioni 8. Juzi wameanzisha ile tone. Ndio. Wamepata katika muda ule wamepata milioni 64 kwa mujibu wa taarifa ya naibu katibu mkuu wa chama. Ndio. Tuchukulie wastani kama kila mtu amechanga 1,100, maana yake waliochangia Chadema ni watu 64,000. Katika nchi yenye watu milioni 63, watu 64,000 is a joke. Kama wana nguvu hiyo na wana umma huo wa watu wanaounga mkono mabadiliko hayo wanayoyataka na kuzuia uchaguzi, tungetegemea katika tone ile Watanzania maelfu, mamilioni wangechangia na kuonyesha kwamba Chadema ina nguvu. Kwa hiyo ni indicator kubwa hiyo kwamba hawajajipanga. Masomo ya kihistoria kuhusu ushiriki katika uchaguzi, na hapa ndio nataka nimalizie sasa. Kwa Chadema nimesema na hapa ushauri na ni ushauri wa kirafiki, a friendly advice. Mimi ni rafiki yao na hapa ushauri wa uhalisia kabisa kwamba haya wanayotaka kuyafanya yatakiwa chama kuliko kukijenga. Kwa hiyo tuangalie historia inasemaje. Chadema inapaswa kutafakari kuhusu kesi za kihistoria ambazo vyama vya upinzani vilichagua kushiriki katika uchaguzi badala ya kukimbia au kususia. Mifano muhimu: Kizza Besigye, Uganda, mwaka 2014 alipoambiwa kwa nini anaendelea kushiriki katika uchaguzi ambao mazingira ya Museveni ni yale na hali iko vile vile, alijibu, uchaguzi ndiyo njia pekee ya kudumisha mapambano kwa ajili ya mabadiliko. Kwa sababu kwenye uchaguzi chama mna kinadi, watu wanashiriki. Besigye alijibu hivyo kwamba ataendelea kushiriki kwenye uchaguzi kwa sababu ndio njia pekee. Na mfano mzuri ni kama hiki kichama cha Chadema, malalamiko yote wanayoyatoa, lakini walau sasa hivi wana watu kwenye serikali za mitaa ambao hawakuweko miaka 5. Kwa hiyo kuna maendeleo ya mbele kidogo. Huyo ni Besigye. Abdoulaye Wade wa Senegal, mwaka 1999 alisema hivi alivyoulizwa swali na vyombo vya habari. Alisema, kwa chama cha upinzani makini, kushiriki uchaguzi ni hatua kubwa kuelekea mabadiliko inayoyatafuta, iwe kwa kushinda, kushindwa au kufichua ukosefu wa haki katika uchaguzi. Kila hali ni maendeleo. Baadaye amekuja kuwa rais wa Senegal. Abdoulaye Wade, sawa. Natoa mifano halisi. Hichilema wa Zambia, kabla ya kushinda mwaka 2021, alisema uchaguzi ndio silaha kuu katika mapambano yetu. Na mwingine ambaye nimetoa mfano pamoja kwamba simpendi sana ni Raila Odinga, Kenya. Licha ya miaka mingi ya kupinga uchaguzi, alipanga watu kushiriki badala ya kususia kila wakati. Analalamika, anaonewa, lakini huku mitaani anaendelea kupanga watu waendelee kufanya kushiriki uchaguzi. Na nadhani saizi pamoja na mambo yake hayo ya Wakenya, lakini hii ni baadhi ya mifano ambayo nimeitoa. Sasa. Lakini kosa kula Chadema ambalo
Tofauti ya viongozi hawa ambao nimewataja mifano yao, ndio Chadema haijajenga msukumo mkubwa wa kuchaguliwa, na kwa hiyo haiko tayari kwa uchaguzi, jambo ambalo hata katibu wa habari wa CCM, katibu wa uenezi Mheshimiwa Amos Makala amelizungumzia kwamba hawajajipanga. Sasa tujifunze kutoka ANC ambao Chadema imekuwa ikitolea mfano sana kutoka ANC. Ulinganisho uliotumika vibaya na Chadema. Chadema mara nyingi hufanya ulinganisho na kongamano la kitaifa la Afrika, ANC la Afrika Kusini, lakini historia inasimulia hadithi tofauti. Miaka ya 1920 ANC ilikuwa dhaifu kutokana na mikanganyiko ya ndani kuhusu ushirikiano na chama cha kikomunisti. Ukosefu wa uwazi wa kimkakati ulifanya isiwe na ufanisi. Mwaka 1960 ANC na PAC zilipigwa marufuku baada ya PAC kuchukua mbinu ya kijeshi, jambo ambalo lilisababisha ANC kufanya kazi kutoka uhamishoni. Baada ya mwaka 1960 ANC ilibadilisha mkakati wake. Ilileta uwiano kati ya ushiriki wa kisiasa na upinzani. Majadiliano ya mwaka 1992 na 1993 yalikuwa mfano bora wa siasa ya vitendo. Mambo muhimu kwa Chadema. Kitabu cha historia zaidi ya uchaguzi wa rangi cha Simpson kinaonyesha jinsi ANC ilivyopitia kwa makini hali halisi za kisiasa. Na hatimaye Thabo Mbeki alisema hakuna chama, shirika la kisiasa lenyewe linaloweza kubeba mageuzi ya kisiasa ya nchi hii, lakini pamoja tunaweza kufanya hivyo. Kwa hiyo mabadiliko yoyote sio chama kimoja, sio ya chama kimoja, ni ya uchambuzi wako. Sasa wala sio CCM na Chadema ndio wanatakiwa waamue hatima ya taifa hili. Ni sisi sote bila kujali chama ni kidogo au kikubwa. Hitimisho kwa no reforms no election. Kwa uchambuzi wako huu mkakati dhaifu, kwa uchambuzi wangu, no reform no election ni mkakati wenye kasoro, usio na uhalisia, unaotokana na uelewa usio sahihi wa siasa ya vitendo badala ya kujenga ushiriki wa kisiasa ulio na vitendo. Chadema imejifunga katika mgongano, jambo linalofanya mbinu yake isiwe na ufanisi. Chama lazima kipime upya mkakati wake, kilingane na hali halisi za kisiasa, na kitumie mbinu iliyopanga kwa awamu, au kiko hatarini kutokuwa na umuhimu katika mazingira ya kidemokrasia ya Tanzania. Mchungaji, uchambuzi wako sawa. Tutarejea baada ya dakika moja kumulika uchambuzi ambao mchungaji Msigwa nadhani baadaye utasambaa katika mitandao ya kijamii pia. Sawa. Namna ambavyo unazungumza. Sasa baada ya hapo, kwa sababu kwenye Morning Yesu tumepata exclusive, turejea hapa tuchambue uchambuzi ambao mchungaji Msigwa, mwanasiasa mwandamizi zamani akiwa Chadema na sasa ni kada wa Chama cha Mapinduzi, anatazama hii no reforms no election. Haya, dakika 35 baada ya saa 2, mchungaji Msigwa yuko hapa, mwanasiasa mbobezi nchini Tanzania, akiwahi kuwa upinzani na sasa yuko Chama cha Mapinduzi. Leo tutajadili naye kuhusiana na msimamo wa Chadema kwamba bila kufanyika mageuzi ya uchaguzi hakutafanyika uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025, wakati ambao michakato inaendelea. Na juzi tumesikia Tume Huru ya Uchaguzi ikitangaza mchakato wa uboreshaji wa daftari ulipofikia na ongezeko la wapiga kura kwa mwaka huu na watu ambao tayari wako katika orodha. Mchungaji, nikipitia uchambuzi wako ambao umetoka hapa kutupatia, ni kama no reforms no election kwako wewe, kwanza unaita ni dhaifu, ni mkakati dhaifu, ni mkakati butu na umetaja maswali 5 muhimu ambao baadaye tutayachambua, lakini kwanza tuanze na hilo. Unauita ni mkakati butu na dhaifu na hautekelezeki. Katika siasa kuna political science na applied politics. Hapa nazungumzia political science ni nadharia, lakini political applied ni vitendo. Sasa nikiangalia katika vitendo, uongozi uliopita wa Chadema niliuchallenge kwamba ni uongozi ambao umekiharibu chama. Chadema sasa hivi ilipaswa kwanza iimarishe miundombinu ya chama chake, kwa sababu chama kilipoteza trust, watu hawakukiamini, miundombinu yake haijakaa vizuri.
ukienda kwenye uhalisia ndani ya chama kwenyewe bado hawana umoja. Reforms ambazo mwenyekiti aliyoingia madarakani alisema ataleta mabadiliko ndani ya chama. Kwa mfano masuala ya viti maalum alisema ataleta mabadiliko, ukomo wa uongozi. Haya mambo yalitakiwa kijengwe chama kiwe na miundombinu mizuri, kikamilike, kuwe na kila kitu in place. Baada ya kuwa kila kitu in place, chama kiwe na mshikamano. Wametoka kwenye uchaguzi juzi, yamegawanyika makundi mawili. Chama kiwe na mshikamano, wote wawe pamoja. Wakishakuwa pamoja sasa waandae umma kwa ajili ya uchaguzi, ndio wanaweza kuwa tayari kwa kushindana. Sasa hivi hawawezi kuandaa umma kwa sababu wawili hawawezi kwenda njia moja mpaka wao wamepatana. Kazi ya kwanza sio kupeleka jeshi barabarani kwenye vita wakati bado hujaliandaa ndani ya kambi yako. Ndio maana huita mkakati dhaifu ambao sio nyakati sahihi, na mkakati ambao unaferi kuanzia mwanzoni, hautekelezeki. Unaposema kwamba inabidi kwanza uandae watu wako kabla hujawapeleka katika vita. Yeah. Kwani unaamini kwamba Chadema haina ufuasi, haina ushawishi huo wa kuweza, kwa sababu tumesikia imesema njia itakayotumia ni umma. Sasa umma ndio nimesema umma upi? Kwa sababu umma unatengenezwa kwanza na chama cha siasa baada ya kuuza ya ideology na falsafa yako. Sasa huwezi kusema kwa nini utangaze mapema kwamba utazuia uchaguzi wakati umma wenyewe ndio unaenda kuandaa. Umejuaje kama umma utakukubali? Kama ulifuatilia vizuri nilivyosema. Wanasema hakuna uchaguzi, lakini wakati wanasema tunakutana na makundi mbalimbali, tunaenda kuyashawishi. Umejuaje kama yanakubali? Lakini nyakati na zenye lazima uangalie. Are Tanzanians ready for that? Watanzania wako tayari kwa hilo? Kwa hiyo ndio maana ninasema huu ni mkakati butu, ni mkakati dhaifu ambao hautekelezeki kwa applied politics, siasa za vitendo, tukienda kwenye ground. Kwa mfano hapa Iringa wangapi watatoka kusema uchaguzi haufanyiki? Utazuiaje uchaguzi kwa mfano? Unayo hiyo mechanism? Umeandaaje umma? Huu umma uko tayari kwa kusikiliza hicho unachokisema? Haya ni maswali ambayo lazima mtu atafakari, ajiulize. Na narudia, huu ni ushauri wa kirafiki, tena ushauri mzuri ambao lazima watu watafakari. Kwa hiyo kwa mtazamo wako ungefikiri kwamba movement kama iko maana ya mchakato kama huu usiwe kwa ajili ya uchaguzi huu? Sioni kama madai wanayoyataka yanaweza kafiti kwa sasa. Kwa sasa wakiweza kwa muda huu mfupi uliofika uliopo wajiandae kwa ajili ya uchaguzi, sio kwa ajili ya kuzuia uchaguzi. Hiyo haitowezekana. Yaani hiyo haiwezekani kwa mazingira tulionayo. Uligusia mwanzoni kwamba kama una nguvu ya kuzuia uchaguzi na nguvu ya kushinda uchaguzi. Yani kama una nguvu, kama Chadema wanaamini wana nguvu ya kuzuia uchaguzi, hiyo nguvu hiyo si watumie kushinda uchaguzi. Hiyo nguvu ya kuzuia kwamba eti uchaguzi hautafanyika Tanzania, hiyo nguvu basi waitumie kushinda uchaguzi. Maana yake wana nguvu kuliko wale wanataka kufanya uchaguzi, kitu ambacho is not true. Kwa hiyo pamoja na kwamba hoja yao ina appeal, inatamanisha, inaweza kutoa udenda ikielezwa hoja baada ya hoja, lakini ukienda kwenye uhalisia unakataa. Kwenye siasa za vitendo, kwenye uchambuzi wako umezungumza no reforms no election, pia ukiangalia haijaeleza namna kwamba mkakati utafanyikaje, utauzuiaje uchaguzi. Kwa sababu umekuwa katika Chadema mwandamizi kwa muda mrefu. Na mmepitia vipindi kama hivi kwa muda mrefu sana. Inawezekana sio uchaguzi, lakini masuala ambayo mnataka myapeleke kwa umma, ili mpate matokeo fulani, namna ya kuyafanya. Unadhani ukiondoa namna, kwa sababu umetaja masuala kama maandamano na barabarani, hakuna namna nyingine ambayo Chadema wanaweza kuitumia kuzuia uchaguzi? Kwa uzoefu wako? Siwezi kujua, labda kama wanayo ni sawa, lakini nimesema hawana njia yoyote ya kuzuia kisheria. Hauonekani mkakati wowote uliopo, na siuoni umma kama uko tayari kwenda barabarani kuzuia huo uchaguzi. Ni kwa sababu umma ni waoga au hawaungi mkono Chadema? Siwezi kusema umma ni waoga au hawaungi mkono Chadema, lakini ninachotaka kusema nimetoa mifano. Viongozi wote wa kisiasa ambao nimetoa mifano kama 4 watatu wamekuwa wakiandaa umma kwa ajili ya chaguzi. Sasa ukiwaandaa umma kwa ajili ya chaguzi, maana yake wanakuwa wana respond katika yale uliyosema. Lakini ninachotaka kusema ni kwamba baada ya
kabla ya uchaguzi huu chama kilipoteza kabisa trust kwenye public. Sasa chama hakiwezi kupoteza trust leo kiwe kimejengeka saa hiyo hiyo. Tayari useme utawapeleka watu barabarani kwa nguvu hiyo ya umma. Inahitaji muda, inahitaji watu wa build trust. Kwanza watu wanataka wamuone Tundu Lissu yale aliyoahidi mambo ya kuleta mabadiliko kwenye chama chake ameyafanya. Kujenga trust ni momentum, inajengwa taratibu. Wametoa kubadilisha uongozi, kulipeleka jeshi sasa hivi kwenye mkakati huo mkubwa zaidi. Mimi naona ni kujiweka kwenye mazingira magumu na ya hatari sana. Tunataka mabadiliko, lakini changes ambazo hazijawa regulated ni very dangerous. Ni very dangerous. Kufanya mabadiliko ambayo hajawa regulated ni very dangerous, kwa sababu unatakiwa uwe makini. Hii ni nchi, hiki sio kioski, sio familia ya mtu, hii ni taifa. Kwa hiyo mabadiliko yote yanayotakiwa kufanyika hapa sio kwa hayabadilishi na Chadema na CCM tu, vyama viwili. Yanatakiwa yabadilishwe, yahusishe watu wengi. Kwa hiyo lazima kuwe na mawazo mapana, tuwe na uwanda mpana wa kuyajadili. Wanaweza wakawa na mawazo mazuri, lakini muda unakataa. Yaani kwa mfano sasa tunataka mabadiliko ya katiba, inawezekanaje? Muda unakataa. Haiwezekani kisheria kufanya mabadiliko. Na kibaya zaidi sio kwamba Chama cha Mapinduzi hakitaki mabadiliko, lakini muda hauruhusu. Na si kwamba Chama cha Mapinduzi hakitaki reforms. Kuna mambo ambayo yamebadilika, inawezekana yalofanyika hayajaenda kwenye level ya mategemeo ya watu wengi, lakini hakuna mabadiliko yatakayofanyika ambayo yatamridhisha kila mtu. Lakini muda huu sioni kama ni muda rafiki kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kufanya hayo maamuzi makubwa kinachotaka kukifanya. Kwa maoni yangu na mtazamo wangu kama kada wa Chama cha Mapinduzi, hiyo njia inawapeleka kwenye downfall badala ya kuwafanya wawe na nguvu. Tunarudi hapa kwenye uchambuzi wako, umeanza na kwa nini. Kuna hilo swali la kwa nini kwanza sasa hivi no reform no election. Kwa maana tutaangazia pia hoja ambazo Chadema wamezitoa, ambazo unasema kwa muda huu uliopo si jambo ambalo linawezekana kufanyika. Tuko March na uchaguzi uende ukafanyika mwezi Oktoba. Haya mambo ni mazito kidogo, na kwa muda no election bila mageuzi ya sheria za uchaguzi hautafanyika kwa mwaka huu. Na tayari ametoa uchambuzi wake ambao yeye amesema baadaye ataweka katika mitandao kupata maoni ya Watanzania wengine na kuona kila ambacho anakizungumza. Mchungaji, katika uchambuzi wako, unajua leo mimi nataka kwanza nikupe nafasi wewe kama mwandamizi, kama mtu ambaye upo kwenye field hii ya siasa, ulitazame hili swala kama mwanasiasa. Kuna swali moja hapo umelibua kwenye uchambuzi wako la kwa nini no reforms no election imebuniwa. Ukitazama hoja ambazo Chadema wanazitoa, wanasema kwamba mageuzi ya sheria ya uchaguzi yaliyofanyika mwaka jana ni kama hajagusa maeneo ya msingi. Hoja yao kubwa ni kwamba mchakato mzima wa uchaguzi unahodhiwa na rais aliyeko madarakani, ambaye mara nyingi ni mwenyekiti wa chama kilichoko madarakani, lakini pia ni mgombea. Yeye ndo ana uhodhi. Ukianza uteuzi wa tume yenyewe, mwenyekiti wake, wakurugenzi wa uchaguzi, unashuka chini huko mpaka kwenye maeneo ya majimbo na kadhalika. Wanaona uchaguzi unahodhiwa sana na rais aliyeko madarakani. Kwa maana nyingine chama kilichoko madarakani kinapata upendeleo wa namna ya kudhibiti mfumo wa uchaguzi. Unadhani hii hoja, kwa sababu umekuepo Chadema pia na niliwahi kukunukuu ukisema uchaguzi wa 2020 ungekuwa huru na haki, wewe ulikuwa ni mshindi wa jimbo la Iringa mjini. Ni kweli mfumo wenyewe ukiutazama bila kumuondolea madaraka rais hatuwezi kuwa na uchaguzi huru? There is no way kwamba utamuondolea madaraka rais. Rais bado atabaki rais wa nchi, hata tutengeneze taratibu fulani. Kuna powers za rais ambazo lazima hata tukiunda katiba mpya. Kuna powers za rais ambazo anazo. Hata huko Marekani pamoja na demokrasia yao, lakini powers za rais bado zipo. Na kwa bahati mbaya au nzuri, mabadiliko yoyote yanayotakiwa kufanyika katika nchi hii au kwenye nchi ya kidemokrasia kama Tanzania, huwezi kuikwepa serikali. Yani there is no way unaweza kuikwepa serikali, labda uingie msituni, kitu ambacho sasa hiyo ni treason tena. Kwa hiyo mabadiliko yote yanayotakiwa ni kwa njia ya kidemokrasia, yanahitaji serikali. Sasa mimi leo hapa uliniomba tuje tuchambue tamko la Chadema kuhusu no reforms no bila mageuzi hakuna uchaguzi. Sasa whether hoja zao wanazozitoa ni za msingi au sio za msingi, whether rais ana madaraka au hana madaraka, tunachambua hoja yao. Wao wamereach conclusion kwamba njia wanaotaka kutumia ni kwamba watazuia nini? Uchaguzi. Kwa hiyo mimi nimekuja na maoni yangu haya kuhusu wao kufikiria kuzuia uchaguzi kwa
hitimisho walilofikia kwao, ndio maana naliita ni butu. Ulizani itakiwa uachwe mjadala tena tuendelee kujadili, kwa sababu wamesema kwa mfano kwenye maridhiano kwamba hizi hoja za tume huru zimepelekwa kwenye maridhiano kwa muda mrefu, na sasa hivi Chadema kupitia kauli ya mwenyekiti kwamba hawatashiriki kwenye maridhiano, hawako tena kwenye mlengo wa maridhiano. Wewe unadhani kwamba bado kunahitajika muda zaidi wa kuendelea kujadiliana tena? Of course majadiliano ni jambo jema sana kukaa mezani. Nimesema Chadema ni sehemu ndogo ya Watanzania wote. Kwa hiyo maamuzi ya taifa hili hayataamuliwa na Chadema pekee wala hayataamuliwa na CCM pekee, yataamuliwa na Watanzania wote. Na ndio maana Mheshimiwa Rais alihusisha vyama vyote vya kisiasa, taasisi mbalimbali za kidini, washiriki watu wote. Masuala ya mabadiliko ya namna ya kuiongoza nchi hii yanahusu watu wote, sio Chadema. Mchakato huu haupaswi kuhodhiwa na chama kimoja. Kwa hiyo mwisho wa siku ni kwamba lazima tushirikiane wote. Kwa hiyo hapa let's say Chadema wakisema wakigoma, wengine wakiendelea kuwepo. Na swali, je, umma wa Tanzania unainunua hiyo idea ya Chadema? Una wasiwasi sana na Watanzania kuhusu kuunga mkono. Najua kwa sababu nimekuwepo huko. Watanzania wengi hapo watasema tuko pamoja. Tuko pamoja, tuko na nyinyi. Tunashirikiana na nyinyi. Lakini mfano mzuri nimetoa watone hawa Watanzania wanaosema wako tayari hawa. Tutegemea tupate bilioni 2. Sio walikuwa wanaona tone. Ukiwaambia waende kwenye ukumbi hawaendi. Wanaogopa. Utasikia tuko pamoja. Ukigeuka nyuma uwaoni. Wao wametangulia, wamekaa kule nyumbani, watu wako mbele kule, wako wapi? Kwa hiyo hii ni swala ambalo linahitaji majadiliano. Inawezekana na majadiliano sio siku moja. Kwa mfano mabadiliko ya kisiasa duniani au hata ya kijamii yamechukua muda mrefu. Kwa mfano mwanamke kuruhusiwa kupiga kura ilichukua muda mrefu sana. Mwanzo alikuwa haruhusiwi kupiga kura. Mabadiliko yameendelea kuwepo. Wanawake kuwa kwenye madaraka imechukua muda mrefu sana, pamoja na kwamba ilikuwa haki yao. Kwa hiyo mabadiliko katika jamii, mabadiliko ni lazima. Nchi haiwezi kuendelea bila mabadiliko, lakini sio kila mabadiliko yanaleta maendeleo. Kwa hiyo lazima watu wawe makini, wawe conscious kuleta mabadiliko. Kukomesha utumwa duniani ilikuwa ni kitu cha hovyo, lakini ilichukua muda. Watu walikuwa hawaamini kwamba tutaishi bila watumwa. Kwa hiyo hata haya mabadiliko ya kikatiba, mabadiliko ya kiuchaguzi ni lazima yatatokea, lakini lazima tuwe waangalifu na tushirikiane wote. Sasa wale wenye nguvu ya kukonvince umma kwa kubali, it's well and good. Kwa hiyo mimi nawashauri hao jamaa kwamba watengeneze kwanza miundombinu yao, kwa sababu wakiingia na msimamo huu mwaka huu, muda hauwaruhusu, itakuwa ni downfall yao. That's what I'm saying. Kuna namna najaribu kukuelewa, yani mashaka yako juu ya kushirikisha umma, kwa sababu Chadema, na kama umma utawaelewa, nyenzo kubwa ambayo wanaitegemea ni umma. Ni umma. Sasa kama wewe unasema, wewe unaweka mashaka hapo. Kama umma una uwezo wa kuzuia uchaguzi, umma una uwezo wa kushinda uchaguzi. Simple as that. Kama umma wa Chadema una uwezo wa kuzuia uchaguzi, una uwezo wa kushinda uchaguzi, why can't they? Kwa nini wasishinde uchaguzi basi? Kwa hiyo hizi ni wishful thinking ambazo hazitekelezeki. Na kukimbia uchaguzi ni kucommit suicide, self suicide. Unafanisha na kujiua. Na kujiua. Hawa nimetoa mifano, wamesema lazima tushiriki uchaguzi, na ndio demokrasia imewekwa. Wanapaswa washiriki uchaguzi. Lakini mchungaji, kama mwanasiasa, wewe ni mhanga uchaguzi wa 2020 kabla haujahamu. Ulivyokuwa unazungumza ulikuwa ni mhanga uchaguzi ule. Unadhani katika uchaguzi wa 2025 bila chochote kubadilika, uchaguzi kama ulivyokuwa 2020 itakuwa ni sawa sawa? Hata kama umma hautariati, wewe mwenyewe. Swali moja, wanaweza kawa na madai yao ambayo si okay, wana haki. Ndio kama mimi najenga hoja. Watu wana haki ya kujadili na ukileta hoja ya kisiasa. Na nimeona hoja umejibiwa kweli kweli kwenye, baadaye utapita kwenye mitandao. Ni kama wao walileta hoja, tunao haki ya kujadili. Wengine wanasema msio sasa tunataka kujadili mambo ya ni hoja ya kitaifa. Ni mambo yanahusu taifa. Na mimi nimeleta majibu yangu hapa, watu wana haki ya kufanya nini? Ya kujadili. Sasa nimekuuliza 2020 tukirudisha 25. Nilichotaka kukisema ni nini? Mwaka 2020 Chadema haikupata diwani, mbunge, na mwaka 2019 haikupata mwenyekiti wa kitongoji wala kijiji. Mwaka huu zinaweza zikawepo kasoro
na zipo kweli ambazo hata waziri wa TAMISEMI amesema kwenye masuala ya uchaguzi, lakini serikali za mitaa, lakini Chadema wamepata vitongoji na wamepata watu wa serikali za nini za mijiji na mitaa. Je, hiyo ni progress au sio progress? Wazungu wanasema an inch to the right direction is better than a mile to the wrong one. Kwa hiyo inawezekana labda kuna ugumu, kuna kasoro, lakini kutoka zero na kupata kiasi fulani cha viongozi katika serikali ni hatua moja wapo. Kwa hiyo ina maana mwaka huu tena wakishiriki kunaweza kuwapo kasoro, wakapata madiwani labda 300, wakata wabunge labda 2 au 10 au 30, bali itakuwa ni muendelezo wa kwenda kule wanakotaka kwenda. Changamoto zipo, lakini changamoto hazimaanishi kwamba sasa hata kama tunataka kuleta mabadiliko tubomoe hata misingi ya nchi, tusiangalie hata budget ya nchi. Kwa hiyo kwa sababu mwisho wa siku nchi hii pamoja na mabadiliko ya kisiasa tunayoyataka, lazima tuangalie kwenye kikapu chetu tuna nini. Tuna wakina mama wajawazito, kuna watoto wanaohitaji matibabu, kuna watoto wanatakiwa kwenda shule, kuna vijana ambao wanahitaji kusoma vyuo vikuu wapate bumu. Kwa hiyo unaangalia haya mambo yote, tusimamishe yote kwa sababu kuna kikundi kimoja tu kinachotaka mabadiliko kiingie madarakani. Kwa mfano wanasema inawezekana bunge la dharura kuitishwa. Ile bunge la dharura mtatumia shilingi ngapi? Unapotumia bunge la dharura kwa bajeti ipi? Una income zipi? Ndio maana nimesema hatuangalii maslahi ya chama, tunaangalia maslahi ya taifa. Ndio maana nimesema tusimamishe tu ujenzi wa barabara, tusimamishe kuleta maji, tusimamishe mabumu ya watoto wetu kusoma vyuoni, tuende tu kwenye kufanya bunge la dharura. Wakati tukimaliza uchaguzi tunaweza tukafanya. Najaribu kupata picha, Msigwa angekuwa mjumbe wa kamati kuu ya Chadema katika mchakato huu. That's history now. Nasema sasa kwa mazingira ya leo, mwenyekiti akaleta hiyo hoja ya no reform no election. Ningemuuliza maswali. Challenge hivi. Mimi ningeuliza maswali. Na nataka niwaambie Mboya aliwaingiza chaka kuwaambia kuja hii na hoja ya no reform no election. Kwanza yeye mwenyewe asingetekeleza. Haitekelezeki. Kwa hiyo kusema haya mambo, tusimamishe mambo yote, nimesema kwamba lazima chama vile vile kiangalie masuala ya nchi. Tusimamishe mambo yote. Kwa hiyo tuanze kuingia kwenye bunge la dharura, tuanze kuwalipa watu, mambo yote yasimame. Kwa sababu kuna watu fulani ambao wao hawajalizika, wachache. Sasa lazima tuangalie Watanzania wanasemaje. Priority ni ipi kwa sasa? Lakini serikali ya Chama cha Mapinduzi haijakataa kwamba mambo hayawezi kufanya. Wamesema tuyafanye baada ya uchaguzi. What's the problem? Ukizungumzia Watanzania, Chadema msingi wao wanasema kama ukitaka maoni ya Watanzania ni aliyotolewa kwa tume ya Nyalali na Jaji Warioba kwamba mfumo wetu wa uchaguzi kuna namna unahitaji marekebisho. Kwenye tume ya Nyalali na Jaji Warioba tulikimbia sisi wenyewe bunge la katiba. Tukaacha wakafanya maamuzi. Na katika masuala ya majadiliano, mkienda kujadiliana na mtu tunaita win-win situation. Siwezi kuja kujadiliana na wewe, nataka mambo yangu yote wewe yakubali. Alafu ya kwako wewe yote ni yakatae. Kilichotutoa wakati ule nikiwa Chadema, ilitutoa tu kwa sababu ya hoja ya serikali 3. Kama tungeliacha kwanza swala la serikali 3, mkadili na tume ya uchaguzi, mambo mengine hapa kungekuwa na mabadiliko ya nani, alafu hilo lingine labda tutadai baadaye. Sisi tukataka tupate yote, matokeo yake tukakosa yote. Kwa hiyo kwenye masuala ya negotiation lazima kuwe na give and take. Kwa hiyo najitaka kusema serikali iko willing na ilikuwa willing na iko tayari hata sasa kwamba haya mambo tuyafanye baada ya uchaguzi. Kwa unadhani sasa hivi kujadili kuhusiana na uhalali wa hoja na umuhimu wa hoja ile sio swala la msingi? Hoja za Chadema kwenye no reform no election. Mimi sioni kama ni hoja ambayo inakufa from day one go. Kwa sababu ina involve budget. Kutaka kutekelezeka ina involve budget. We didn't budget for that. We don't have budget for that. Ina involve masuala ya kisheria na kikatiba ya kuongeza muda. Kwa mfano unamtaka rais extend muda, aki-extend muda baadaye utamchenjia kwamba hayuko kihalali. Kwa hiyo mambo yanahitaji upana wake wa kuya. Lakini kama ni hitaji la umma sio yote yanaweza kufanyika. Kama umma unahitaji, ndio nasema kama hitaji la umma tuwe na muda. Hatuwezi kuwa na wakati wote tuna uchaguzi. Tumeipangia budget alafu yote haya tunaingiza kwa wakati mmoja. No. Na umma haujasema hivyo. Kwa sababu ukisema umma uko wapi? Kwani nani hana umma? Kwa hiyo mambo lazima tujadili kwa mapana. That's why hii ni friendly advice
kwa chama cha demokrasia na maendeleo. Kwenye mkakati umejikita zaidi kwenye mkakati. Mkakati wao ni uchambuzi wako. Mkakati wao ni unazungumzia zaidi katika mkakati. Wanaweza kawa na hoja lakini mkakati wao ni dhaifu, hautekelezeki from day one. Mtamtafuta Tundu Lissu kwanza au kiongozi wa Chadema aliyeko kamati kuu kuhusiana na ushawishi wao kwa umma. Kwa mujibu wa Msigwa ni kama Chadema kwa umma hauoni kama watafua dafu kushawishi umma. Na nasema hivyo kwa sababu uongozi uliopita ulidemoralize sana morali ya wananchi. Lakini wao Chadema watakwambia ni inashindikana kwa sababu ya vitisho kutoka labda kwa serikali. Kwamba maandamano yanajaa polisi na vitu kama hivyo. Wanaweza kusema mengi, wanaweza kuyasema. Haoni kuna hoja hapo. Lakini hata hao niliokutajia mfano wakina Hichilema kwa wanafungwa ndani wanakaa. Vitisho hivyo vya polisi, hao polisi wako tofauti na hao. Hata huko Senegal walikuwa hivyo hivyo. Kwa hiyo ni kunaweza kukawa na makosa ya hapa na pale, sikatai, lakini bado kulikuwa na consistency. Wanawezaje kujenga hii trust kwa umma sasa? Yaani ushawishi wa Chadema ku mobilize umma kama ilivyokuwa. Sasa ni majukumu yao. Mimi sasa najenga ushawishi wa CCM. Sasa nikianza kuwasaidia tena namna yao kujenga ushawishi, nitakuwa nafanya kazi. Lakini namna iko naona. Of course namna iko. Katika siasa kujenga ushawishi. Katika siasa jenga ushawishi, tengeneza hoja yako watu wa kuamini. Kwenye siasa ipo. Lakini sasa namna wafanyaje hilo ni swali lingine. Ila mkakati huu umefeli. Na kama utafeli uongozi mpya wa Tundu Lissu ambao umeingia baadhi ya wanachadema wakitazama ndo kama tumaini na mwelekeo mpya wa chama, kama no reforms no election itafeli, unautazamaje? Mimi naona kwamba wameingia na mguu mbaya. Mguu wa kwanza wameingia mbaya. Ushauri wangu wa bure, wanahitaji kujimobilize, kutengeneza unit ndani ya chama chao, lakini wakienda na hii ni kufeli big time. Kufeli big time. Wajenge trust kwenye chama chao. Unaona kwa sababu how do you build trust? Keep doing what you believe. Consistency. Tundu Lissu rafiki yako lakini. Kwani hapa ndio nasema au mna namna ambavyo unaweza kuzungumza kumshauri. Sio kwamba sio rafiki yangu. Inawezekana nafuatilia. Nimekiri from day one kwamba rafiki yangu, lakini kuwa rafiki yangu haimaanishi kwamba mimi sitakuwa na maoni yangu. Kuwa rafiki yangu haimaanishi kwamba sitakitetea chama changu, na sikitetei tunakitetea kwa hoja. Hizi hoja ambazo nimeziweka hapa kama wao walivyozileta za kwao, I'm open for challenge. Anatufuatilia hapa Swaiba wako Gwamaka Mbugi aliyekuwa nanili wako, alikuwa katibu wako nadhani kwenye kanda ya Nyasa. Katibu anasema bana mchungaji leo kwanza ananiambia swala la Chadema kutoka bungeni kwa sababu asilimia zaidi ya 75 ya maoni ya wananchi Msigwa alikuwepo, anajua yalinyofolewa ikiwa ni pamoja na madai ya serikali tatu. Lakini anasema Msigwa pia naona amejikita sana kuchambua mkakati wa utekelezaji badala ya uhalali wa madai ya Chadema. Hoja ni je, madai hayo ni halali? Sio kuna kasoro tu, kuna matatizo makubwa kwenye mfumo wetu wa uchaguzi, anafahamu Msigwa. Hoja yake ni ya msingi. Mimi madai yao yanaweza kuwa halali au sio halali, lakini leo najadili mkakati wao. Sasa kama kuna siku nyingine tutataka tujadili madai yao, ila mkakati unaona mkakati kwa sababu mnaweza mkao na madai halali, mkao na mkakati mbovu. Hiyo haihalalishi kwamba mkakati wenu utafanikiwa. Kwa sababu mna mkakati mbovu. Katika siasa unataka kutuambia mkakati ni muhimu sana. Ni muhimu sana. Kwa sababu haya mambo haya kwanza Chadema akanigarantiwa akanibet. Hawana budget ya mkakati huu, haukuwa planned. Kwa hiyo huwezi kusema unakuwa na wishful thinking. Chadema wanatamani kama haya mambo yangetokea, lakini kwenye applied politics nakataa. Ndugu wangu Gwamaka, applied politics nakataa. Kawashauri wenzako vizuri. Tamtafuta Gwamaka nikukutanishe naye hapa. Na kuna wanachadema wengi tu waliniomba baada ya jana kuona umeposti kwamba wanataka usiwe mjadala, uwe mdahalo, awepo mwanachadema mwingine akae pembeni yako hapa mkabiliane kwa hoja. Sasa kwa sababu umeshatoa uchambuzi wako, nadhani watapata nafasi ya kupitia uchambuzi wako ili hoja zijibiwe kwa hoja. Lakini atakaye kuja hapa asianze kujadili kitu ambacho mimi sisemi. Hoja. Mimi nimejadili no reforms no election, nimejadili mkakati ambao ni mkakati butu na dhaifu. Kwa hiyo wasije hapa kujadili uhalali wa hoja zao. Mkakati. Mimi nazungumzia mkakati. Wana siasa mchungaji Msigwa. Mchungaji Msigwa. Haya bwana. Mimi nakushukuru sana mchungaji kwa sababu ndio kwanza tumeanza hii ni match. Nashukuru sana. Na kwa sababu kuna maombi mengi ya kuwepo. Na niko tayari kwa debate. Nataka tukae hapa pamoja. Ugomvi ni hoja. Ni hoja. Ni hoja. Sio ugomvi wala sio matusi, ni hoja.
niko tayari kujadiliana na mtu yote ambaye yuko tayari. Tamtumia kama hujamtumia Tundu Lissu uchambuzi wako, nitamtumia baadaye. Nimwambie bwana, uchambuzi umetoka kwa mchungaji Msigwa, rafiki yako. Hebu angalia anavyoangalia mkakati na mzungumze mkakati. Mzungumze na yuko tayari kwa majadiliano ya mkakati wa no reforms no election utatekelezwa vipi. Sisi tukushukuru sana mchungaji. Nashukuru sana. Hauoni kama Chadema utashiriki uchaguzi, Tundu Lissu yupo, chama kimejiunda upya, unaona ni kitisho kwa CCM hasa kwa mkoa wa Iringa? Uchaguzi ni uchaguzi. Kama watajipanga watashiriki ni jambo jema. Na naamini na chama changu kitaweka wagombea wazuri kwenye sehemu mbalimbali ili kuwe na ushindani na tupate kiongozi bora. Mtifano Iringa mjini ulipokuepo wewe zamani. Naam. Kwa namna siasa zinavyoenda, ukitazama Iringa mjini, Chadema wana uwezo wa kuirudisha? Mgombea sio wewe, najua wa Chadema hautakuwa wewe. Hata mgombea utakayepangia kwa misa kwa sasa wewe tayari ushakosoa no reform no election, mkakati umefeli. Sasa utarudije kwenye mkakati uliofeli? Unaitazamaje Iringa mjini siasa zake? Tusubiri kidogo. Tusubiri kidogo. Mgombea wa CCM wanasema ni Msigwa. Umeshaambiwa huko. Wanatoa utabiri ambao kwani mimi nimetangaza kwamba nagombea? Ulitangaza ila kwa Chadema. Sasa Chadema haupo tena. Sasa sijatangaza mimi kwa CCM nagombea. Wakikupa bendera vipi? Tutajenga daraja tutakapofika kwenye mto. Huo msemo wa Chadema sio wa CCM. Kwa sasa sana mchungaji Msigwa.